Vita havina macho. Urusi anaua watu hovyo, na Marekani anafanya nini? Nani alihusika na mapinduzi yaliyofanyika nchini Misri ya kumwondoa kiongozi aliyechaguliwa kidemokrasia Mohamed Morsi mwaka 2013-2014? Nani alihusika kufuatilia chama kikongwe zaidi nchini humo cha Islamic Brotherhood, na mwisho wa siku akamtengenezea kesi ya michongo, mwisho wa siku akamwekea sumu, na mwamba Mohamed Morsi akafia mahakamani na msiba wake kufanyika na watu wachache? Nani alihusika kumwekea vikwazo Mugabe kwa miaka 16 na kurudisha umaskini nchini humo mpaka leo anatangatanga, na amehusika na mchakato wa kutaka kuvamia Cuba mwaka 1962, the Bay of Pig invasion? Uko wapi wema wa Marekani ulimwenguni zaidi ya kuunda makundi ya kigaidi kama Al-Qaeda na baadaye Islamic State miaka 1980 na 1990, enzi za kina Jimmy Carter na Ronald Reagan? Nani anakumbuka vita vya wenyewe kwa wenyewe vya muda mrefu zaidi barani Afrika vilivyofahamika kama Angolan Civil War, vita ambavyo vilichukua miaka 27 na watu zaidi ya 200,000 waliaga dunia, huku Jonas Savimbi akitumiwa vibaya? Nani alikuwa anampa Jonas Savimbi pesa na silaha kama siyo Mmarekani? Ukuwa Mwafrika na udumu milele ndani yetu katika Mungu. Vita vina mambo mengi sana. Vita havinaga macho. Na kama ni hoja ya kwamba Urusi anaua watu hovyo, nani aliwaambia hao watu wakae ama waendelee kuishi maeneo ya vita? Marekani kavamia mataifa zaidi ya 85. Je, Marekani kaua watu wangapi kwa kusingizia ni magaidi? Israeli chini ya Marekani imeua Wapalestina wangapi? Mwaka 2009 walikuja na kampeni yao ya He Must Go nchini Syria. Je, huko Marekani ameua watu wangapi na washirika wake? Tangu vita vya Iraki vianze miaka ya 2003, na mvamizi mkubwa ni Marekani na washirika wake, wakimpa Saddam Hussein tuhuma za michongo ya kwamba anakandamiza watu na kufuga magaidi na kutengeneza silaha za nyuklia. Matokeo yake ni kwamba wamekufa watu zaidi ya 200,000. Na hapa tumlaumu nani kama sio Marekani, ambao wanasema ana akiba ya mafuta ya kutumia miaka 100, akiba ya michongo, mafuta ya uwizi? Ukuwa Mwafrika na udumu milele ndani yetu katika Mungu. Ni nani ambaye ni mfadhili mkubwa wa machafuko ulimwenguni? Na ni nani anawafadhili waasi wa Tigray? Na ni nani ameifanya Afrika isitawalike leo hii? Nani ameifanya Afrika iwe masikini na isitawalike? Leo hii nani amejipa jukumu la ukiranja wa dunia na kujipa cheo cha kimungu na kukandamiza watu duniani? Nani anaongoza kwa mauaji ya watu weusi nchini Marekani? Nani alikuwa msimamizi mkubwa wa Arab Spring, yaani wingu jeusi, kuanzia mwaka 2009 mpaka 2017? Kwa nini Marekani alikaa kimya kipindi cha ubaguzi wa rangi Afrika Kusini kuanzia mwaka 1948 mpaka miaka ya 1990? Kwa nini Marekani alikaa kimya kipindi cha Rwandan genocide mwaka 1990, akaacha watu zaidi ya 800,000 kuuliwa vibaya mno huko Rwanda kwa mauaji ya kimbari? Ukuwa Mwafrika na udumu milele ndani yetu katika Mungu. Alisema mtaalamu wangu Mwami Lukoko ya kwamba kila mtu ana akili, lakini sio kila mtu ana akili timamu. Ndiyo maana unaona mpaka Zelensky anachanganya madesa na kufukuza viongozi wake wote wa ngazi za juu kwa madai ya kwamba wanamsaliti kwa kushirikiana na jasusi mbobezi na hatari Vladimir Putin. Eti Urusi anaua watu hovyo, anapiga hovyo kama Bunyamulenge. Marekani na manyang'ao walipovamia Libya hawakupiga watu hovyo? Na je, walikufa watu wangapi? Utakumbuka kwenye Battle of Tripoli peke yake walikufa watu zaidi ya 275, lakini tangu mapambano yaanze mpaka Muammar Gaddafi anakufa walikufa zaidi ya watu 25,000 na zaidi. Ndiyo maana wanakwambia akili ni nywele, lakini hatujui ni nywele zipi wahenga walikuwa wanazizungumzia, mawigi ya Kichina au nywele za manyoya ya paka? Wakulungwa kama wakulungwa
wanakwambia ya kwamba wanabana pua na kusema kwamba Urusi anaua watu hovyo. kizazi kilicholaaniwa kinapaswa kuteketezwa wakati mwingine, japo waliambiwa mapema ya kwamba wananchi wa kawaida wanapaswa kuondoka maeneo ya vita. Kama Urusi anashambulia ovyo, nani alikuwa anashambulia Libya kama sio Marekani na washirika wake Uingereza na Ufaransa? American British Navy Force walifanya mashambulizi zaidi ya 110 ndani ya ardhi ya Libya, na hapo tumeacha Royal Canadian Air Force, na hapo tumeacha French Air Force, na mashambulizi ya Umoja wa Manyang'au wa NATO walifanya mashambulizi mengi mno. Gaidi hafaidi mpaka siku ya Idi. Ukuwa Mwafrika na udumu milele ndani yetu katika Mungu. Marekani aliposhambulia Afghanistani mwaka 2018 kwa kutumia mother of all bombs na kuua watu 50, hakuua watu ovyo kwa madai ya kwamba anawasaka maadui, yaani magaidi. Mbona Marekani alipotumia Moya dunia ilikaa kimya? Waliozoea vya kuchinja, vya kunyonga hawataviweza. Vita havinaga macho. Urusi ndio taifa pekee lenye bomu hatari lenye kuleta balaa katika kizazi. Linafahamika kama Russian Tsar bomba. Bomu hilo lina uwezo wa kuua watu umbali wa kilomita 4 mpaka 5, lakini hajatumia bado, maana Vladimir Putin anaongozwa na Mungu na sio vinginevyo. Kuna watu wanatafuta visingizio kwamba Urusi anaua watu ovyo. Walishaambiwa kwa usalama wao raia wote wanatakiwa waondoke maeneo ya vita, na Vladimir Putin alitoa angalizo ya kwamba kwa usalama wa wanajeshi wa Ukraine basi wajisalimishe. Lakini raia ambao wamekaidi na wameamua kusalia maeneo ya vita, hata wakifa Vladimir Putin kwa Mungu anaingia bila sadaka wala maombezi. Hivi ni watu wangapi walikufa kipindi cha North Korean War, vita mwaka 1950? Kulingana na Peace Research, walikufa zaidi ya watu 300,000. Nani alikuwa anashambulia? Ilikuwa ni Marekani na washirika wake miaka hiyo ya 1950, na walishindwa vita hivyo, na hii ndiyo ikapelekea kuundwa kwa taifa la Korea Kaskazini. Ni watu wangapi wamekufa kwenye vita vya Afghanistan vya mwaka 2001? Kulingana na taarifa za Peace Research, walikufa watu 176,000, huku raia wakiwa ni 46,000 na zaidi. Ni nani alichochea mauaji hayo kama sio Marekani? Leo hii mkuki kwa nguruwe umekuwa mchungu kwa binadamu, na ifahamike ya kwamba Marekani amevamia mataifa 85 ulimwenguni kote tangu kuwa kwake taifa kubwa duniani. Wakulungwa wanalalamika ya kwamba Urusi anaua watu hovyo. Naomba kuuliza, kwa siku wanakufa watu wangapi Marekani kwa watu kuchapana risasi? Maana tafiti zinaonyesha ya kwamba Marekani wanakufa watu wengi sana kwa mwaka kutokana na polisi nchini humo kuua watu hovyo, na wengi wakiwa ni watu weusi. Marekani ndio wanaongoza kwa mauaji ya hovyo hovyo ulimwenguni. Mwaka 2022 peke yake, yani kwa kipindi cha miezi 6 tu, wamekufa watu zaidi ya 306 mpaka 350, ambapo kwa mwaka 2021 walikufa watu 327. Hii ina maana ya kwamba mwaka huu imevunja rekodi ya mwaka 2021, na hii ni kulingana na taarifa ya jarida la Forbes. Pia kulingana na Gun Violence Archive, wanadai ya kwamba huenda mwaka huu pekee idadi ya watu wanakufa kwa kupigwa risasi na polisi huenda ikafika 900. Na kulingana na taarifa, matukio yanayotaka kufanana na hayo huenda wakafa watu 20,000 kwa mwaka huu pekee. Utawasikia, Urusi anaua watu ovyo. yaani hawa watu wanaacha kuzima moto kwenye nyumba yao, wanaenda kuzima moto kwenye nyumba za majirani zao. Imekula kwao isipokula kwetu. Vita havinaga macho. Waache visingizio, wafanye kazi. Mambo siyo kawaida, na vita siyo vichekesho. Vita ni vitendo. Biashara asubuhi, mahesabu jioni. Sasa wameanza kulia na kutapatapa wakimwomba Nuhu wa michongo wafungulie safina. Ndiyo maana katika taarifa yangu ya mwanzo kabisa nilisema ya kwamba Urusi ni taifa kubwa sana, na nilisema unapoingia vitani unahitaji kujipanga zaidi. Ona sasa rais wa Ukraine, yani Volodymyr Zelensky, amemfukuza kazi mkuu wa usalama wa taifa wa Ukraine na mwendesha mashtaka mkuu wa serikali kwa tuhuma za uhaini kwa kushirikiana na Urusi. Koti la babu halikosi ugoro. Basi bwana,
si familia